lazima ujue ni kazi gani ambayo Mungu alikupatia chini ya jua. Kwa hiyo unapofanya ili mradi kufanya na kukatisha tamaa kabisa, unapoteza muda. Kwa hiyo jaribu kupambanua na kuelewa ni kazi gani ambayo Mungu alikupatia chini ya jua. Yaani kuna shughuli nyingi, lakini kuna ile ya msingi ambayo Mungu alikupatia chini ya jua. Kanisa, tuko pamoja? Kwa hiyo ufunguke, ufahamu ya kwamba ile kazi aliyokupatia Mungu haina uhusiano wowote na ile elimu ambayo unapewa chini ya jua, kwa sababu yenyewe inatulia, hii elimu inafuata baadaye. Kwa hiyo cha msingi, tafuta ile kazi ambayo Mungu alikupatia. Sijui kama tunapotezana au tunaelewana. Kanisa, tunaelewana au tunapotezana? Sasa jaribu kutofautisha. Kuna mifumo ya dunia hii, halafu kuna mfumo wa Mungu. Kuna mifumo ya dunia hii, halafu kuna mfumo wa nini? Wa Mungu. Kuna kijana mmoja alipendwa sana na wazazi wake. Si unajua kule kupendwa, kuna watoto wao wanapendwa kweli kweli. Kwa hiyo wazazi walitumia kila gharama kuhakikisha wanasomesha huyu mtoto wao. Mtoto akawa mtiifu, akasoma, akamaliza chuo kikuu. Sasa aliporudi nyumbani, wazazi wakawa wanamtia shinikizo, nasema sasa anza kuandika barua za maombi uajiriwe mahali. Sasa kijana akasema, wazazi wangu, sio kwamba niko kinyume na nyinyi. Akasema, kile ninachosikia moyoni mwangu ni hiki. Kama mtaweza kunisaidia kwenye hicho, haina shida. Mimi nataka eka moja ya shamba. Alafu nikisaidiwa hiyo tu, haina shida. Na gharama za kuanzia, nataka kulima nyanya. Nataka kulima nini? Sasa hebu angalia, huyu kijana wamemsomesha na alichosomea ni daktari. Anawaambia wazazi wake, anasema mimi ninachokisikia moyoni mwangu, nataka kulima nini? Nyanya. Nataka nianze na eka moja. Sasa wazazi wakaanza kusema, sasa haya mambo wapi na wapi? Wewe ni daktari, alafu unatuambia ukalime nini? Nyanya. Sasa kumbuka, hao wazazi ni wapendwa na mtoto ni mpendwa, sio wapagani. Ikabidi wazazi wakasirike, piga makelele, tumesomesha gharama zote, sio na nini. Ya mtoto anasema nenda kulima nyanya ni shughuli gani? Sio na nini. Kwa hiyo anampigisha makelele, akapigisha kelele. Kumbe kijana alipokuwa anasoma alikuwa anaandika gharama zote zinazotolewa na wazazi kwa yeye kufanya nini? Kusoma. Ananaki. Mpaka
hapa nilipofika wazazi wametoa kiasi hiki. Basi wazazi wamekasirika na nini, ikabidi asimame yeye, kama yeye anasema nasikia hicho kitu. Akaenda kulima nini, nyanya. Wenye kumcheka walimcheka, wenye kumuona amechanganyikiwa walimuona amechanganyikiwa, na wenye kumuona vile alivyo walimuona kama vile alivyo. Akalima mwaka wa kwanza, nyanya zikatoka vizuri tu. Mwaka wa kwanza nyanya zikatoka vizuri. Sasa yeye hakwenda kupeleka sokoni, anaishi Arusha, akapeleka kwenye kiwanda cha kusindika nini, mazao ya nini, ya nyanya. Wanatengeneza tomato sauce, wanaita ready growth tomato sauce. Hao vijana wanafahamu tomato sauce. Kwa hiyo zile nyanya na kile kiwango anacholima huyo kijana, wenye kiwanda wakakubali. Baadaye wakamuomba, tunaomba tufanye kazi na wewe. Unalima kiasi gani? Eka moja. Sisi tunataka kufanya kazi na wewe, mazao yako tumekubaliana, tunataka tukuwezeshe kutoka hapo ulipo. Tuambie unataka nini. Sasa tukasema alikuwa analima, akasema mimi nataka nifanye heka 10. Nasema kweli heka 10? Akasema heka 10 naweza kabisa. Kweli wale watu kiwanda, vitu vyote wanavyotaka vinavyohitajika na nini, anamwezesha pembejeo na nini. Akafanya zile heka 10 zikatoka vizuri, kapeleka mzigo kiwanda. Watu wa kiwanda wakashangaa kabisa, kwa sababu kazi iko vizuri, matunda yako vizuri. Wakamng'ang'ania, tunaomba wewe unatuzalishia. Kwa kaingia mkataba wa moja kwa moja kwamba sasa tunafanya kazi na wewe. Akaanza kubadilika kidogo kidogo. Sasa wazazi wakasikia kwamba mtoto wetu bahali alipo sasa hivi sio kushikika. Anafanya kazi na kampuni kubwa na ameanza kupeleka mazao ya nyanya nje ya nchi. Sikabidi wamtafute, wamwite. Wanamwita, wanasema mwanetu, tunaomba tu utusamee. Bana, sisi ni wanadamu, hatujui ya Mungu. Sisi tunataka kukusukumizia huko, kumbe ya Mungu ni mengi. Anasema mbona mimi nishawasamea muda mrefu kabisa. Hivi nilikuwa najiandaa kuja, lazima nitakuja. Kwa hiyo akawaambia kufika. Akasema wazazi, nimekuja kuwashukuru kwa kunilea na kunitunza na kunisomesha. Nimekuja na sadaka hii ya shukrani kwa wazazi. Ila alipiga mahesabu gharama zote alizomsomeshea, akajazishia na zingine. Sasa wakabaki wanashangaa, mtoto hii miaka 3 ndio amekuwa na utajiri kiasi hiki. Miaka hii 3 amekuwa na utajiri kiasi hiki. Kanisa, si unanielewa? Mimi nazungumza kwa habari ya nini? Ya kazi. Yaani Mungu anapotuleta duniani kuna kazi anakuwa ametupatia tuje tuifanye hapa duniani.